walimuuliza asimame kiti ya Bomet ama ya Sotik, na nilikuja hapa vile nilisema jana, nikawasiliana na yeye, na I am a very privileged person to have walked with Joyce in her political journey. Tulianza kule akiwa anatafuta kiti ya bunge, Mungu akamjalia akawa mbunge. Baadaye akachaguliwa tena vile Mheshimiwa Prime Minister amesema 2013 kwa chama ya URP, kwa sababu ODM haingewezekana katika sehemu hii wakati huo, na akaenda akawa deputy speaker wa kwanza mama wa taifa letu la Kenya. Baadaye akaja hapa na akawa tena gavana wa kwanza mama, ama mmoja wao wapo wa magovernors wa kwanza kina mama katika taifa letu la Kenya, akawa gavana wa Bomet. Mheshimiwa Rais, ni vizuri kusema ya kwamba wewe ulikuwa rafiki wa dhati na wa karibu wa Joyce Laboso. Tangu alipopata wadhifa wa kuwa speaker wakati alichaguliwa 2013, akawa deputy speaker, na baadaye tukatembea safari hii pamoja na yeye. Ilikuwa imedhihirika wazi hata kabla ya 2017 kwamba Joyce alikuwa na nafasi ya kuwa governor hapa Bomet. Nafikiri sisi wote tunakumbuka katika uwanja huu wakati mmoja hapo 2016 karibu, tulikuja hapa na rafiki yangu Isaac Ruto. Kuna ile phrase ambaye ni maarufu ya mkutano kukwisha, na wakati huo ndio niliona kwamba kimeumana, kwa sababu ilikuwa imeonekana wazi kwamba Joyce, watu wa Bomet walikuwa wameanza kumfikiria kama ndiye atakuwa gavana wa sehemu hii. Na nilimwambia rafiki yangu Isaac, vile mimi naona hapa maneno lakini hata na hivyo, Mheshimiwa Rais, lazima tuseme ukweli. Joyce alikuwa kiongozi jasiri na shujaa. Sio wanaume wengi wangeweza kushindana na Isaac Ruto. Wacha kina mama, wanaume ingekuwa shida kwanza. Lakini Joyce kuamua ya kwamba atabambana na Isaac Ruto, it actually confirmed to me the phrase that what men can do, women can do better. Na huyu mama ambaye leo tunampumzika